Na niwaambie kwa masikitiko makubwa, kila mtu asikize message, wale mnaangalia kwa njia TV, wale mnaangalia kwa njia mtandao, na wale mlioko hapa. Kwa masikitiko makubwa sana, kuna mpango, wangapi wanasikiliza? Kuna mpango wa kuzimu ambao naomba watu waombaji muombe na muvunje. Huu mpango unakuja gradually na unaanza kuondoa utu wa mwanaume na thamani ya mwanaume bila kushtuka. Umeanzia Western countries na umekuja Afrika sasa kwetu. Ninafahamu wala sidharau mwanamke kwamba mila nyingi inamkandamiza mwanamke. Yes, ni sawa. Na ni kweli. Katika harakati za kupambana na kumkomboa mwanamke na mfumo kandamizi, harakati hizi sasa zimepitiliza. Na ninafahamu vile vile mwanamke ananyimwa haki nyingi. That's true. Na katika harakati sasa za kurudisha ile haki ya mwanamke, kuna mambo sasa yamepitiliza. Nao nafasi nyingi sasa hivi, uliza tu watu wote kwenye system za serikali wanakuambia, nafasi nyingi sasa hivi ukipaumbele cha kwanza kinaweka kwa mwanamke. Matokeo yake sasa kuna kundi kubwa sana watu wasio na ajira ambao ni men. Kwa sababu kila kitu sasa ladies first. Ni kampeni iliyokuwa vizuri kwa lengo la kuweka usawa wa haki, sio usawa wa majukumu ya familia. Huwa nasema watu wasiguse huko. Ni usawa wa haki za binadamu. Lakini imepitiliza sasa. Sasa hivi wanaume wanasafa na jenda ya kuwa mwanaume. Do you know why? Hii kitu amecreate shetani kupitia kwenye policy hizo za kukomboa jenda ya kike. Shetani naye ameingiza uwezo wake bila watu kushtuka. Na ndio maana imeonekana sasa hivi duniani, ili uwe better you have to be a woman. Ndio maana wanaume wengi wanachange jinsia nao. So ni kampeni ya ushoga ambayo watu hawashtuki. So watu wengi wanahisi if you want to be better, if unatakiwa upate favor, upate upendeleo, upate hela, be a woman. So ni kampeni na taratibu hadi watoto wadogo wa kiume sasa hivi they are behaving like women, kwa sababu mwanamke ndio poa, ndio mtu safi, ndio mtu mwenye kibali, ndio anakubalika. Ni rahisi kupata favor ukiwa a woman. Ni rahisi kupendelewa ukisema a woman. Kwa hiyo hata wanaume taratibu they are behaving now like women. Sasa inaonekana ni kawaida, ni spirit, ni mpango wa kuzimu ambao umetengenezwa na umeanza kukamata watu wengi. Ndio maana nao ni rahisi mtu kujitangaza ana jinsia nyingine na haoni shida. Sababu hii jinsia ni dili. So sikatai juhudi za maksudi za kuleta haki zao. Sikatai, lakini zisipelekee sasa mpaka jinsia hii ikafika mahali pa kusema bora niwe mwanamke. Let me give you example. Una watoto wa kike 3, una wa kiume kwa mfano 1. Wote wanapata vitu kirahisi simply kwa sababu ni wanawake. Unafikiri huyo kiume Tanzania anaanza taratibu kujuta why nilizaliwa a man? Okay, let me put in this way. Zamani wanawake pia walijuta kuzaliwa wanawake kwa sababu upendeleo mkubwa ulienda kwa mwanaume. Sasa tunapotaka kurudisha wakae sawa, wamepitiliza sasa kwenye upande huu mwingine. Na kwa kuwa wamepitiliza upande huu mwingine sasa nao unasafa ni kama zamu. Lakini huu unasafa vibaya zaidi, unatamani kuwa jinsia ya kike. Nataka nitamke, na wengi hapa huenda mnajua, wengine hamjui. Issue ya mtu kugeuka kuwa shoga sasa hivi ni ya watu wakubwa usio dhambi. Humu mjini ukionyeshwa fulani ni shoga, sio shoga kwamba yeye ndiye anahudumia, you understand? Ni shoga anayehudumiwa. You get my point? Shoga anayehudumiwa humu mjini. Nikisema kuhudumiwa mnaelewa? Msitake niongee vitu vingine. Nikisema anahudumia, you understand? Ni watu maarufu huwezi kudhani.